Haya ndiyo makosa ambayo mzazi unayafanya, na baada ya muda unakuja kugundua kwamba mtoto wako amepoteza hamu ya kula, hapendi tena kunyonya, hapendi tena kula. Unaona, sasa kwa kuwa huenda mwingine hajui, kwa sababu kunakuta mzazi ambaye yani ndio kuzaa kwake kwa kwanza, yani namaanisha kwamba ndio mtoto wake wa kwanza, hajajua nini afanye na nini atakiwi kuifanya. Sawa, sasa leo nakufundisha na nakwambia kitu gani ambacho utakiwi kukifanya kama bado mtoto wako angali bado mchanga, yani inamaanisha mtoto ambaye yuko chini ya miezi 6. Sasa unachotakiwa kufanya, hakikisha mtoto wako kama angali bado ya chini ya miezi 6, mnyonyeshe maziwa mtoto huyu. Yani mtoto ambaye yuko chini ya miezi 6 anatakiwa anyonye maziwa ya mama peke yake. Sasa wewe mzazi unakuwa unafanya kosa ya kumpa mtoto huyu uji. Ni mbaya kumpa mtoto uji ambaye yuko chini ya miezi 6, na ni mbaya kumupa mtoto kama angali bado mchanga kumupa chakula cha watu wazima. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza enda kapelekea mtoto kupoteza hamu ya kula atakapofikia umri wa yeye kupata chakula au kwanza kula chakula. Na ndio maana unakuja kukuta mzazi anakuambia kwamba mtoto wangu hataki tena kula, hapendi kula, hata kama nimwandalie chakula kizuri namna gani anaishia kufanya nini? Kuchema. Hii ni tabia inayotengenezwa na nyie wazazi, kwa sababu unapompa chakula ambacho hakiendani na umri wake, kinenda karibu kwenye mfumo wake wa mmeng'enyo, na pia inampelekea yeye kupoteza ile hamu ya kula. Sasa kama mtoto wako hapendi kula na huenda umeshajaribu kufanya hivi vyote lakini hakuna mabadiliko, unaweza chukua namba yangu kwenye bio kwa ushauri na matibabu.